usimwonee mtu na usimpendelee mtu. Vikao vya taasisi vipatikanike ofisini, na huo ndio utaratibu. Na ninawaambia kila siku wanachama, mkikaa kikao ofisini mtawasikiliza, lakini kikao ambacho tunakaa kinyume na utaratibu wa taasisi yetu ya Chadema sitoweza kamwe kuwasikiliza. Kwa vijana ndio chaguo leo. Mkikaa ofisini mkaleta hoja zenu za msingi kwenye chama, na waambieni nitawashika mkono zaidi ya hapa. Na mabaraza mengine yote yakifanya vizuri tukasikilizana, mimi nitawashika mkono. Lakini mkikaa vichochoroni, kamwe sitoweza kukusikiliza. Hata useme uangalie mpaka mbinguni, siwezi kukusikiliza. Kwa sababu sasa hivi agenda yetu ni moja ya kudai Lissu katiba mpya. Hilo ndio jukumu letu. Sisi kama baraza la vijana, jukumu letu kubwa tulilopewa na chama, ajenda ambayo tulikabidhiwa na baraza kuu ni kudai katiba mpya ipatikane nchini. Na tulipewa hilo jukumu kwa sababu waliamini vijana wana nguvu. Kwa sababu waliamini vijana na nini? Kwa hiyo Watanzania wanatuunga sana mkono. Ambacho tunafeli Chadema ni kufanya organization kwenye maeneo yetu. Leo ukienda kwenye kata yoyote hapa, ukivaa jezi ya Chadema, ukipita, kila mtu unakuta anafanya hivi. Ni watu wanatuunga mkono, lakini sisi hatujafanya kazi kubwa ya kuwaunganisha. Tumeangalia maandamano ya 29. Kuna mtu wa Chadema hapa alimwambia tunaenda kaandamana? Lakini niliona watu wana uchungu na nchi kuliko hata sisi tunaofanya. Mmechaguliwa sio kwamba muje kuwa machawa wa watu. Mmechaguliwa ili muweze kujenga baraza ndani ya kata 28. Mimi binafsi wale naupinga uchawa. Na chawa huwa anakaa sehemu ambayo ni chafu sio sana. Sasa kama wewe ni chawa, ninaona unakaa sehemu ambayo sio safi. Tekeleza majukumu yako ya vijana kwenye baraza. Kama unajua wajibu kupitia katiba yako vizuri, uone kama majukumu yako ni yapi. Sasa na hilo, uongozi wa mkoa nalo jukumu la kuandaa semina kwa ajili ya kuwatrain hao viongozi waliochaguliwa ili waweze kujua majukumu yao, na kila mmoja awajibike kwa nafasi gani kwa eneo lipi. Mwananchi anaweza kaingia kwenye nafasi ya mwenyekiti akaamua. Na mimi nawaambieni sasa, waheshimiwa mliochaguliwa, mimi sina neno katika msamiati, neno la kusema samahani, alisema excuse, samahani au bahati mbaya katika mipango ya chama. Huo msamiati sina. Tunapopanga jambo ni lazima liende kama vile linamtakiwa. Tumekuwa na mgogoro mkubwa sana hapa Mbeya vijijini na kutokea kwenye mapicha, lakini tumewaweka ile kama task force ili muweze kushirikiana na chama inapopasa. Na lazima mjue chini ya mwenyekiti mpya, nenda kafanye kazi kwa kushirikiana na kamati tendaji na chama kwa ujumla. Akihitaji uweze tofauti ili tuanze kusikia migogoro. Tunasema vijana nguvu ya mabadiliko, tukiwa na maana vijana sio kwamba mabadiliko ya nguvu ya kwenda kupigana. Tunaamini nguvu ya mabadiliko kwa vijana inaanzia kwenye fikra. Tunaamini viongozi wetu waliopatikana leo wataenda kuongoza vijana katika hili jimbo letu kwa ustadi mzuri. Wataunganisha vijana wetu. Tunahitaji mkaongoze mapambano katika jimbo hili kwa ajili ya kukomboa taifa letu. Tunategemea leo mwenyekiti uliopatikana ukiongoza na jopo lako kwenda kukomboa Mbeya vijijini, tuikomboe nchi. Kuna wengine wachafuzi wa chama wanaweza kaja kwa wageni vijana. Tumia akili yako, atakuletea akili yake, atakwambia imekaa hivi, huyu hafai, huyu anafaa. Ongeza naza kwako, alafu pima. Je, naambiwa huyu anafaa au hafai? Ni kweli? Usiletewe maneno. Vijana msio wa kusikiliza. Wanapenda kuwatumia nyie, kuwadanganya nyie ili muharibu chama. Vijana wengi wameharibika kwa maneno ambayo mpaka sasa hivi wanajuta kwa nini walisikiliza yale maneno ambayo walikuwa wanaambiwa. Kwa hiyo vijana, nataka kuanza, msipende kudanganya. Kazi za chama zinafanyika
kwenye maofisi ya chama.